Hello, shalom mtu wa Mungu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Hivi umewahi kujiuliza ama kufikiria hata kutafakari pia chochote kilichopo hapa duniani kuwa kina uzima au kina uhai? Basi leo acha nizungumze na wewe mtu wa Mungu kwa kuweza kukufumbua macho, kwa kuweza kukufumbua akili. Tambua kabisa katika maisha yako, iwe kitu chochote, iwe unakimiliki, hata kitu kisichokuwa na damu, tambua kabisa kina uhai. Kina uhai katika ulimwengu wa roho au kina uzima katika ulimwengu wa roho. Nitakupa tu mfano wa magari haya tunayoyamiliki. Utasikia habana gari la fulani limekufa au gari langu limekufa. Alikadhalika kwa taasisi ambazo tulizonazo, iwe duka au biashara, utasikia habana biashara ya mtu fulani imekufa au biashara yangu imekufa. Ama pengine mtu alikuwa na huduma bana, hii huduma yangu imekufa. Kumbe basi mtu wa Mungu, ninachotaka kukuambia, uhai haupo tu kwa binadamu. Uhai haupo tu kwa vitu ambavyo vyenye nyama au vyenye damu, bali uhai uko kwa kila kitu ambacho tulichonacho, ambapo uhai unaanzia katika ulimwengu wa roho. Hivyo basi kitu chako kinapokuwa kimekufa, ni nini cha kufanya? Kumbe basi ukisoma katika kitabu cha Ezekieli mstari wa 36 utakutana na habari ambazo Ezekieli alipoingia katika bonde la mifupa na alipoambiwa na Mungu, Ezekieli, waweza kutabiri ama kuongea neno juu ya mifupa hii, na alitamkia uzima hii mifupa, au pengine aliweza kuitabiria hiyo mifupa na ikawa na uzima. Kumbe basi biashara yako inapokuwa imekufa, inahitaji neno la kuweza kutamkiwa ili iweze kufufuka ama iweze kuwa hai. Kumbe kitu chochote ambacho kinachokuwa kimekufa kinahitaji kuweza kutamkiwa ili kiweze kuwa na uzima. Kumbe basi tambua kabisa mtu wa Mungu, chochote ambacho unachokifanya ama ulichonacho kina uzima au kinaishi katika hali ya uhai au kinaishi katika hali ya matumaini. Shalom, shalom mtu wa Mungu.